Karibu mpenzi mtazamaji katika sehemu ya tatu, elimu, ndoa, huzuni ya mtoto. Elimu, ndoa na huzuni ya mtoto. Rafiki yangu, karibu tena. Tulimwacha Fani akiwa amepoteza macho yake akiwa na wiki 6 tu, lakini mama yake hakumwacha afikirie kwamba maisha yamekwisha. Mama yake alimfundisha mashairi, alimfundisha kukariri maneno mazuri, alimfundisha kupenda lugha na muziki. Na akiwa na umri wa miaka 15, Fani aliingia katika shule maarufu ya New York Institute for the Blind, taasisi ya New York kwa wasioona. Hapo ndipo Fani alipoanzia kung'aa kama nyota. Alikuwa mwanafunzi bora kuliko wote, akisoma kwa vidole vyake, akikariri mistari mirefu na mashairi kwa urahisi, akiimba kwa sauti tamu iliyogusa mioyo. Walimu wake walisema, huyu mtoto ana kipaji cha pekee. Na baada ya miaka mingi ya kusoma, Fani alibaki shuleni humo humo kama mwalimu, akifundisha wanafunzi wengine wasioona, akiwapa tumaini, akiwaonesha kwamba upofu si mwisho wa ndoto. Kisha ikaja siku ya furaha kubwa maishani mwake. Mwaka wa 1858 Fani aliolewa. Mume wake aliitwa Alexander Van Alesen. Naye pia alikuwa kipofu. Naye pia alikuwa mwanafunzi wa shule ile ile. Walikuwa wawili wanaopendana, wawili wasioona, ulimwengu wa macho, lakini wanaoona kila mmoja kwa moja. Alexander alikuwa mpiga kinanda hodari sana, na waliimba pamoja, walicheza muziki pamoja, walitunga pamoja. Ilikuwa ndoa ya kupendeza. Lakini furaha haikudumu bila maumivu. Fani na Alexander walipata mtoto mdogo mzuri, aliyekuja na furaha kubwa. Lakini mtoto yule alifariki utotoni mwake. Rafiki yangu, mwanamke asiyeona ambaye aliwahi kupoteza macho yake, sasa anapoteza kitu kingine cha thamani zaidi, mtoto wake. Usiku ule Fani alilia sana. Alilia kwa muda mrefu sana. Lakini hata katika maumivu yale alimwambia Mungu, wewe ulichukua na wewe unaweza kuchukua tena, lakini sitaacha kukuimbia. Na maumivu ya kupoteza mtoto yule yalibaki moyoni mwake milele. Wengine wanasema nyimbo nyingi za Fani zina machozi ya mama aliyepoteza mtoto wake ndani yake. Follow ukurasa huu, follow channel hii, subscribe, like, comment, ili uweze kuendelea na sehemu ya 4, ambapo tutaona jinsi Fani alivyoanza kutunga nyimbo 8,000 na siri ya jinsi alivyoweza kutunga nyimbo nyingi hivyo tutaona hivi karibuni.